upo kila mahali, hata hapa upo. Lakini Mungu hajifunui kila mahali. Halo, Bwana asifiwe. Mungu hajidhihirishi kila mahali. Kwa hiyo ijapokuwa uaminifu wa Mungu ni wa milele, upo kila mahali, lakini kuna mwingine anaweza siuone, kwa sababu Mungu akiwepo mahali asipojifunua huwezi kujua kama yupo. Halo. Na ndio maana mtu unaweza kawaza moyoni mabaya ukijua Mungu hayupo. Halo, Bwana asifiwe. Halo, unaweza kawaza moyoni mabaya ukifikiri Mungu hayupo. Si Yesu alipomponya yule mama pale kwenye sinagogi, wakaanza kunung'unika moyoni. Kabla hajasema akasema, lipi jema kwenu? Kumwambia mtu huyu inuka uende zako, ubebe godoro, au kumwacha endelee kuwa? Wamewaza, hawakujua Mungu yupo, kwa sababu uwepo wa Mungu haukujifunua kwao. Halo, kuna nyakati unapita mahali, unatembea kwenye maisha yako, kwenye huduma yako, unapita pagumu ukifikiri Mungu hayupo. Kwa sababu gani? Hajajifunua nguvu zake, hajajifunua. Lakini sikiliza, haijalishi na kupita, fahamu ya kwamba uaminifu wa Mungu ni wa milele. Halo, Bwana asifiwe. Kwa hiyo fanya lolote katika Bwana, lifanye kwa uaminifu, ili Mungu ajifunue kwenye huo uaminifu. Kama ni kuimba, imba kwa uaminifu, ili uone uaminifu wa Mungu kwenye kuimba kwako. Kama ni kuomba, wewe omba kwa uaminifu, ili Mungu ajifunue katika maombi yako, katika uaminifu ambao ameuahidi. Kama ni kuhubiri, usije hubiri kwa uaminifu kabisa, kwa ile kweli ya Bwana, na Mungu aliye juu yako atajifunua na kuonyesha uaminifu wake, ya kwamba ni Mungu aliye pamoja na wewe. Haleluya! Hata watu wa Mtakatifu Teresa watajua kwamba si Mswahili anayeongea, bali ni Mungu aliye ndani ya huyo mtu. Hajamfuata mchungaji, hajamfuata shemasi, tumemfuata Mungu anayejifunua kwenye ibada. Hajamfuata kwaya, tumemfuata Mungu anayejifunua kwaya zinapoimba. Hajamfuata maombi, tunamfuata Mungu anayejifunua wakati wa maombi kwa jina la Yesu. Hajamfuata masomo, tumemfuata Mungu anayejifunua wakati wa kusoma katika jina la Yesu. Kama ni biashara, fanya kwa uaminifu, ili Mungu naye aonyeshe uaminifu wake katika jina la Yesu. Biashara wanaweza kufanya wengi, lakini si wengi uone uaminifu wa Mungu. Fanya kwa uaminifu ili uone uaminifu wa Mungu. Haleluya. Mungu ni mwaminifu, kiwango cha kuaminiwa. Uaminifu wake ni wa milele, ni wa vizazi hata vizazi. Ndio maana unasema Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake unaposema Mungu wa Ibrahimu, maana yake Ibrahimu ana ushirika na huyo Mungu. Niko sawa? Niko sawa? Hebu fanya namna hii kidogo. Bwana asifiwe. Okay. Kama ni hivyo, ni Mungu wa Ibrahimu, amekuwaje Mungu wa Isaka? Iko hivi, Ibrahimu amempokea Bwana, amemwamini Mungu tunayemwabudu. Mungu hajaishia mahusiano yake yakaishia na Ibrahimu. No, Isaka anapozaliwa, Isaka anapokuwa, Mungu anasema mimi uaminifu wangu, upendo ni wa milele, uaminifu ni wa milele, sitaishia kwako Ibrahimu. Isaka anakuwa, Mungu anaonekana kwake, anambia mimi ni Mungu wa baba yako Ibrahimu aliniabudu pale Mtakatifu Teresa. Bwana asifiwe. Isaka anaishi maisha yake, umri umeenda, wanazaliwa kama Yakobo. Yakobo anapigika maisha, anakimbia ndugu zake, wamegombana, analala mahali amechoka, hajua afanye nini. Mungu anatokeza, mwanangu usibaki hapa, mimi ni Mungu wa baba yako Ibrahimu, ni Mungu wa Isaka, nitakuwa Mungu wako. Kama vile nilivyokuwa na Ibrahimu, ndivyo nilikuwa na hata wewe sitakuacha. Nilimsaidia baba yako, nitasimama na wewe. Mungu ni wa vizazi hata vizazi. Mungu wako awe Mungu wa watoto wako, awe Mungu wa wajukuu zako, Mungu awe Mungu wako katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya.
tunaongea nini? Na nakwambia kama ni sadaka, toa kwa uaminifu. Kama ni kuimba, imba kwa uaminifu. Kama ni maombi, kwa uaminifu. Ni kutumika, tumika kwa uaminifu. Kwa maana huyu Mungu ambaye ni mwaminifu kwako, hata ishia kwako ni mpaka kizazi chako. Mnafahamu mtu anaitwa Musa kwenye Biblia? Halo? Sikiliza. Musa amezaliwa kutoka kwa watu wawili wa kabila la Lawi. Sema la Lawi. Okay. Lawi ni mtoto miongoni mwa watoto wa Yakobo. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano anatokea Musa. Musa hajawahi kumwona Ibrahimu. Musa hajawahi kumwona Isaka. Musa hajawahi kumwona Yakobo. Halo? Bwana asifiwe. Hajawahi kumwona Yakobo kwa sababu najua mzee Yakobo alikufa kule Misri, si ndio? Kama Musa kamezaliwa Misri. Tuko pamoja watu wa Mungu? Kwa Musa kazaliwa, tena kafanya makosa, kamua na mtu kule Misri, akatafuta kazi kwa mkwewe, anachunga ng'ombe. Baadaye Musa akaona kichaka hakiteketeke na waka moto, akamwambia usogea, mtasogea niatazame haya maajabu. Akamwambia Musa, vua viatu. Akamwambia usinichanganye, wewe nani? Ni jangwa hili ndio nachunga ng'ombe. Wewe nani unanipiga mkwara nivue viatu? Sivui viatu. Halo? Akasema listen to me. Musa haunijui ila mimi nakujua. Mimi ni Mungu wa baba yako, wa Ibrahimu, wa Isaka na Yakobo. Haujanijua, mimi nakujua. Mimi niko ambaye niko uaminifu wa wazazi wako mbele zangu, waliniabudu kwa moyo, sadaka kwa moyo, utumishi kwa moyo. Agano langu na wao ni la milele na milele. Hakuna kizazi cha kupotea. Najua umekosea, najua umeua, lakini leo nimekuja kukwambia wewe ni chombo changu kiteule katika jina la Yesu. Na makosa ulio nayo, neema ya baba yako, neema ya mama yako inakufuatilia hapa. Sitakuacha. Wewe ni chombo cha maana. Wangapi wanaelewa sadaka ya Ibrahimu imefuatilia watoto? Utumishi wako ya Bwana usishie tu hapa, afuatilie vijana wako, wakina Musa wa baadaye. Haleluya, haleluya. Vizazi hata vizazi. Haleluya. Watu wa Mtakatifu Teresa na ndugu zangu mnaotokea kule Charambe. Halo? Mmekuja kumjengea nyumba Bwana. Sikia neno la Bwana. Hamjaja bahati mbaya, maana mmejinyima. Mungu anajua. Sikiliza. Hayo mliyoyafanya, Mungu aliye mwaminifu hataishia kuyaona nyinyi pekee, yaende mpaka vizazi vyenu waseme siku ile ulitoa sadaka ya kumjengea nyumba Bwana. Oh, haleluya. Yesu asifiwe. Watu wanauliza mtumishi, unaitoa wapi? Au unakutia moyo? Nisikilize, naitoa kwenye Biblia. Maandiko yanasema Ibrahimu aitoa fungu la 10 kwa kuhani Melkizedeki. Alikuwa hana mtoto ila na mkewe Sara hana hata mtoto. Alipotoa fungu la 10, ukisoma Waebrania sura 7 mstari wa 7 na kuendelea, Biblia inasema hata Lawi ambaye hata Lawi mtoto wa Yakobo na yeye ametoa fungu la 10 kwa sababu kwa sababu pale Ibrahimu alikwenda kwenye madhabahu kutoa zaka, ingawa hakuwa na watoto kwa jinsia ya mwili, lakini watoto walikuwa kwenye kiuno. Alikwenda kwenye madhabahu, kiuno hakukiacha nyumbani, ameingia nacho. Haleluya. Mliokuja kwenye madhabahu, wamama mmekuja na matumbo ya uzazi, hamkuacha magana Charambe, mmekuja na viuno vyenu, hamkuacha Charambe. Bwana anapokea ninyi na watoto walio kwenye viuno, wajukuu, vitukuu, vilembwe na vilembekeza, wapate ambao wanaelewa. Uaminifu wa Mungu ni mkubwa mno. Vizazi hata vizazi. Unasema mtumishi naongea nini? Kuna akida mmoja wala alikuwa hasani mahali pale, akakuta watu wa Mungu wanaabudu lakini hawana pa kujenga nyumba, akawasaidia, akatoa sadaka, akajenga sinagogi. Halo? Jengo likakamilika, watu wakawa wanaabudu. Siku moja mtu nyumbani mwake anayemtumwa anayempenda sana akaumwa. Vya kuomba hajui, vya kufunga hajui,
Akakumbuka neno moja tu kwamba yule Mungu niliyemtolea sadaka pale, tabia yake ni Mungu mwaminifu, uaminifu wake ni vizazi hata vizazi. Kwa hiyo mimi sikutoa peke yangu na nyumba yangu nzima. Akawafuata wazee wa kanisa. Mwambie Yesu wewe uko ndani huko. Na mtu wangu anaumwa hali amponye. Kwani sadaka niliyotoa haikuishia kwangu na watu wa nyumbani mwangu. Angalia aliyosema. Wakasema Yesu anastahili mtu huyo atendewe jambo hili. Anastahili mtu huyo, maana ametujengea kanisa. Wanaostahili wastahilishwe. Kwenye biashara sauti sikike. Anastahili mtu huyo. Kama ni masomo anastahili awe juu, awe kichwa sio mkia. Kama ni mashamba anastahili mtu huyo ambaye anamtolea na kumwabudu Mungu kwenye madhabahu. Na sema ujumbe huu ni wa kwako, wewe ambaye ni wa kwako, sio wa wote. Anastahili huyo. Haleluya. Nisikilize mtu wa Mungu. Vile unamtumikia Mungu, tumika kwa uaminifu. Sio tunakupa nafasi hapa, njoo uimbe, unaona kawaida. No. Unachokifanya? Unakuja tu Yahweh. Unaelewa wewe? Usiogope mwanadamu. Mungu yeye mwenyewe anaimba anaogopa. Hello. Bwana asifiwe. Haleluya. Unapoimba unahubiri. Unapohubiri hayo maneno, Biblia inasema hayo maneno ni roho tena ni uzima. Unapoimba maneno yanatoka kwako yanaenda ndani ya watoto wa Mungu. Wanavunjika moyo Baba wanainuka, wala tamaa wanaisukutiwa nguvu, waliodhulumiwa wanaiona haki, wanaona uwezo wa Mungu kwenye kinywa chako. Haleluya. Njoo ujasiri wote, maana Mungu ni mwaminifu. You are Yahweh. Yeah. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha, Omega. Kabushanta. You are Yahweh. Alpha na Omega. Stabaki kama leo. Sharabukulebu. Sitabaki kama leo. Sitabaki kama nilivyo. Sitabaki kama nilivyo. Sitabaki kama nilivyo. Haya ni maneno ya mtu ambaye Mungu uaminifu wake haujaondoka kwake. Bado namwamini Bwana. Hali ya leo sio ya kesho. Bado namwamini Mungu, mambo yatabadilika. Sitapanda milele, ananipa hapa kwangu. Sitakuwa chini milele, nitakuwa juu tu. Najua Mungu mwinua mnyonge toka mavumbini, amketisha na wakuu. Saa yangu imekwisha. Uliyepanda tangulia na kuja. Wangoja wa Bwana watapokea nguvu, wataruka kama tai, watatembea hawatazimia, watakimbia hawatachoka. Uaminifu wa Mungu upo kazini. Haleluya. Kuna watu bado wamenuna na Mungu. Nikisema uaminifu wa Mungu, wanaona kama wanangana. Okay, listen to me. Hasa waombaji. Unajua Mungu, nimeomba mambo mengi, haujanijibu. Bwana, kwa hiyo sasa hivi kama kufunga sifungi, omba siombi, kwaya siimbi, Mungu hujafanya anayoyataka. Okay, doze. Haya, nikuulize ndugu yangu. Wewe mwombaji kweli kweli. Nikuonyesha uaminifu wa Mungu. Uniambie tu kuanzia tu Januari mpaka mwezi wa 7 kama haya maombi umeomba. Wangapi hapa wewe mwenyewe umejiombea mbele za Bwana ukiombea bandama lako liwe zima? Haujaomba. Bandama lipo kazini kwa sababu kama bandama hakuna huwezi kucheka. Unanielewa? Ni kweli si kweli? Kama ni kweli kama kofi kieleweke. Uaminifu wa Mungu